Wakati anatangaza bungeni akasema sababu ya kuzuia hii mikutano ni za kiusalama. Na watu wajue vyama vya siasa vimeanzishwa kwa mujibu wa ibara ya 3 ibara ndogo ya kwanza ya Katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Na baada ya kuwa vimeanzishwa kikatiba, katiba ikatoa mamlaka kwa bunge litunge sheria itakayosimamia namna hivyo vyama vitakavyoanzishwa na namna vitakavyokuwa vinatekeleza majukumu yake, namna vitakavyoweza kufurahia haki zao, namna vitakavyoweza kuwajibika pia katika maendeleo ya watu. Ibara ya 3 ibara ndogo ya kwanza imesema hivyo. Sasa bunge likaenda kutunga sheria ambayo ni sura 258 ya sheria za Tanzania. Hiyo sheria inaitwa sheria ya vyama vya siasa ambayo ni sheria namba 5 ya mwaka 1992. Kwa hiyo vyama vya siasa vimeanzishwa kwa mujibu wa katiba na sheria. Moja kati ya haki za vyama vya siasa ni uwezo wa kufanya mikutano ya hadhara, na hilo unalipata wapi? Unalipata kwenye kifungu cha 23 cha sheria ya vyama vya siasa. Ukienda ukasoma hicho kifungu cha sheria, hakuna mahala popote wameambiwa kwamba ili chama cha siasa kiweze kufanya shughuli zake za kisiasa ni mpaka pale waziri wa mambo ya ndani atakapoulizika kuna usalama. Haijaandikwa hivyo. Swala la usalama, ndugu mwandishi, haliko juu ya haki za watu, na ndio maana katiba ikaliwekea utaratibu. Na ili kuondoa hii sintofahamu na mvurugano wa hapa na pale na kuzua mijadala isiyokuwa na sababu za msingi, katiba ikaeleza ni nani anayepaswa kutuambia kama taifa kwamba nchi ina hali ya usalama au haina hali ya usalama. Katiba imetuambia. Sio mtu yeyote tu katoka huko kaibuka anatuambia hali ya usalama sio nzuri. Ibara ya 32. Ibara ya 32 ya Katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Ibara ya 32 imetuambia mwenye mamlaka ya kulitangazia taifa kwamba taifa sasa hivi hali ya usalama ni mbaya ni Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Ibara 32. Hii hapa. Ibara ndogo ya kwanza. Ibara 32 ibara ndogo ya kwanza ya Katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Bila ya kuathiri katiba hii au sheria iliyotungwa na bunge kwa ajili hiyo, Rais anaweza kutangaza hali ya hatari katika Jamhuri ya Muungano au katika sehemu yake yote. Kwa hiyo mpaka hapa kupitia ibara ya 32 ibara ndogo ya kwanza ya Katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, tunaona mwenye mamlaka kikatiba kutangaza kwamba nchi hii sasa hivi sio swali ni rais. Sasa unapomwona mtu anaibuka, iwe ni bungeni, iwe ni mtaani, iwe tumekaa baa au wapi, akwambia sikilizeni, sasa hivi kuna vitishio vya hali ya amani, usalama hamna, huyo mtu ni muongo tu kama walivyo watu wengine, waongo wengine tu. Kwa sababu swali ambalo wewe mwananchi wa kawaida unapaswa kumuuliza, brother, wewe au mamlaka ya kututangazia sisi kwamba hali ya usalama sio nzuri, umeyatoa wapi mamlaka hayo? Sisi tunajua katiba imetuambia nchi ikiingia kwenye shida ya kiusalama, anayetakiwa kuja kutuambia sisi ni rais. Wewe ni rais, uenda kupoka mamlaka ya rais, huo ni uhaini. Kupoka mamlaka ya rais wakati wewe sio rais na kutekeleza hayo mamlaka ni uhaini kama ulivyo uhaini mwingine. Uhaini sio mpaka upindue tu nchi, upindue serikali, hapana. Kwenda kuingilia mamlaka ya rais ukayavaa, ukaanza kutangazia taifa vitu ambavyo huna mamlaka navyo ni uhaini.